Halo? Hapana, niko sawa. Karibu tena. We Jamila. Jamila. Wewe. Vipi? Safi, shikamoo. Mama. Mbona umelala mpaka sasa hivi? Una homa? Hapana mama, niko sawa. Sasa mimi natoka. Na sijui kama nitarudi saizi au la. Nimekuachia pesa pale chumbani kwangu. Utachukua utaenda sokoni. Sawa. Sasa basi. Nikikuta umefanya ujinga wako. Narudia tena. Nikikuta umefanya ujinga wako. Nitakacho kufanya. Jamila, narudia tena. Nitakacho kufanya. Kwa heri. Sawa. Umeona zombi hao? Hapana, sikujua kama upo ndani. Ngoja basi kuandalia chai mama. Hapana. Mimi natoka mara moja, utawahi kurudi wala usijali. Sawa? Sawa. Kwa nini jana ulinikatia simu? Na nilipozidi kukupigia ukupokea tena. Chris, nilikuwa nipo na mama ndio maana nikashindwa kupokea simu yako. Lakini ungeniambia kuliko kufanya ulivyofanya. Mimi sijapenda. Chris, naomba unisamehe, sitarudia tena. Chris, nimekuletea chai na maandazi.
acha mimi niwahi sokoni. Nitakuletea chakula cha mchana baadaye. Sawa. Mama, shikamoo. Kumbe ndo unarudi sasa hivi? Kwa muda wote ule ndo unarudi saa hizi. Jamila, sokoni ndo unarudi saa hizi. Fungua mlango. Jamila, fungua mlango. Jamila, Jamila fungua mlango. Jamila, fungua mlango. Jamila. Wewe Jamila wewe. Hivi mtoto ana matatizo gani huyu? Yaani vizazi vingine laana tu. Umezipataje hivi? Asante sana Chris. Naomba mimi niwe nyumbani, mama ananisubiri. Lakini Jamila, usinidharau. Nilikwambia naweza kukusaidia. Yaani mjomba, kwa hizi style unazozipata wewe, mwakao hauishi mimi na nunua yangu. So poa. Ona kama hii hapa picha aliyotumia jana jioni. Huyu kazaliwa au kashushwa? Sielewi hata mimi katokea wapi. Sijui ndo zawadi hiyo nimepewa na Mwenyezi Mungu, sielewi. Oh, watoto wakali wapo. Nani Manyoka? Mr. Gonza. Naam, Langirangi, niambie. Nimekaa hapa kwenye utulivu muda wote nasikia mnaoneshana nini? Si huyu hapa mtoto huyu. Mtoto shemeji yako huyo jana. Nimsahau. Cheki. Hivi Mr. Gonza. Naam. Hivi kwa nini wewe kila tukikaa unapenda mambo ya wanawake? Yaani kila tukikutana wewe ni wanawake, wasichana, warembo. Hivi hatuwezi kwa tukikaa tukikutana kukaa tukaongelea mambo mazuri, mambo ya maendeleo, tunapigaje dere, tuna jembere, paka lazima tukae tunaongelea tu wanawake. Sasa Mr. Langirangi, wewe unadhani kama kwa muda huu hapa tumekaa tumerelax kwenye upepo kama huu tupige story gani tofauti na hizo? Kwa hiyo huyu nani huyu? Usidemu wangu huyu ndo nilikuwa namuelekeza hapa. Ila ni mzuri. Ana hips. Chombo mwanangu. Ana hips sinaziona. Chombo. Na ana jicho pia. Alafu huyu mwanangu huyu leo lazima geta. Okay, anyway. Kwa hiyo ukawa unasemaje Mr. Manyuka?
Mjomba, na mimi lazima mambo hayo niapitie. Na Manyuka bana. Kwa hiyo na wewe Manyuka ukikaaga kabisa unaweza ukawa unafikiria kwamba na wewe unaweza ukapata demu mtoto. Sasa rangi unavyosema kwa wenzangu. Gani wewe muone kama Mr. Manyuka. Mimi nachoona kwa Manyuka ni nywele tu. Huwa sioni kingine. Yaani huyu hapa kashazoea tabia zake. Takuja akija kijue ni tu hapa, lakini kutana mimi lazima aanze kunisema. Alafu wewe mwenyewe nguo zenyewe ulizovaa hizo nguo za wazee mjomba. Wewe kijana, unavaa hizo nguo gani? Manyuka jeshi. Manyuka jeshi. Usifike mbali. Manyuka jeshi. Usifike mbali. Don't touch with me. But I not to competition. Hicho kisu huko mjomba, ongea Kiswahili. Manyuka, hebu tulia kwanza. Rangi. Ngambie Basi tulia. Nitamwambia. mimi ninataka ibani miaka 6 kwenye huu mti. Hakuna mtu ambaye shawahi kunipandishana ni. Mimi nishakuzoea. Yaani wewe mimi nishakuzoea uniambi chochote. Mimi nasema ukweli kwamba yeye ni Roko. Ndio, Sisi Kirogo International. Unajua sisi ni marafiki hapa, sawa? Alafu tunapokuwa tunafokeana kama hivyo inakuwa sio poa. Umeshaona? Haitakiwi. Jeshi Manyuka. Sio lazima Oa. Angalia kule. Mambo mrembo. Safi. Samahani, unaweza kupata kama dakika 2-3 hivi tukazungumza mimi na wewe. Mimi naitwa Mr. Rangi, mwenyeji mtaa mzima huu wote. Nimesoma India miaka 2. Nimepata shahada yangu China pale. Samahani, unaitwa nani? Bwana ongea haraka, nataka niwe nyumbani. Oi. Vipi msangirangi? Safi. Oa, dada. Mbona unaongea sana wakati unaongea na wanaume hapa? Unaongea sana. Kwanza hizo nini? Hivi basi nianzako hapo. Kama vipi mtemeni bwana? Anajiona yeye nani bwana? Mjomba, achana naye. Wewe jikatae. Manyuka. Hili bato lilikuwa linakuhusu nini wewe? Tatizo lako unajifanya international wewe. Ondoka. Ondoka Manyuka. Ondoka katika jina la Yesu. Rangi. Mbona kwa hivyo mshikaji wangu? Ondoka bana. Nenda na wewe. Shani vuruga. Ondoka bana. Ushanaribia sisi timu. Sistangoza ondoka. Hebu kaa wewe. Sisi marafiki sana wewe. Kaa wewe. Kaya kabisa. Uegamie. Shana nini? Kwa tangu ulipofuata funguo ndio unarudi saizi? Unataka niongee lugha gani unielewe wewe? Hapana nini? Hivi wewe, una matatizo gani? Kwani yaani muda wote tumekaa yaani kelele huko. Hivi mtoto ana matatizo gani wewe? Unataka niongee kwa lugha gani wewe unielewe? Kapike huko. Kapike pumbavu wewe. Hivi mtoto mimi ni wa kwangu kweli huyo? Huyo mtoto mimi nimemzaa huyo kweli au nimebambikiwa huyo? Lakini mwanao mama. Lakini nini na wewe? Usipoongea naye sasa hivi tutakuja kumpoteza mama. Sasa wewe unaongea tu. Mimi nitafanya vitendo. Vitendo gani? Vitendo gani? Wewe naye ni wale tu. Tafadhali. Mdada mzuri.
hatimaye tena Mungu ametabariki tumeonana. Sijaje hapa kwa ajili yako. Naomba unipishe. Namshukuru Mungu kwa sababu tumeonana tena mimi na wewe. Na matumaini tutakulipata muda mzuri wa kunifikiria handsome boy. So, naomba nipatie jibu kama hautojali. Bwana hebu nipishe. Bwana, mbona wekea tukutane unakuwa unifanyia hivyo? Mbona kwa mkali? Njoo kwenye kiwanda cha mahaba, uzalishe watoto. Mbona unakuwa mkorofi? Hebu nipishe. Tafadhali Jamila. Mbona wewe kila tukutana unakuwa mkorofi hivyo? Hebu nipishe bwana. Rangi. Inaonekana bado anatusumbua sana na bado anakusumbua sana huyu binti, sio? Aise, kama unavyoona. Yaani tatizo lako mimi nikikwambia, mlugulu mambo yenyewe ndo haya. Huyu tumfanyizie. Unajua nikwambie kitu Manyika. Unaongea usichokijua. Na labda nikwambie kitu kimoja, haya mambo hayahitaji haraka. Atanasa. Na one day itakuwa. Mimi ninachokijua, sisi tukiamua kufanya jambo, hakuna mtu anaweza kutupiga. Simba mwenda pori ndio anayekula nyama mawindo. Nakubali. Jamila. Akili yako inakutosha? Niache huko. Inakutosha? Kwenye kichwa chako kuna akili? Jamila. Haya, kumekucha kizazi cha laana. Nini? Muulize mwanao nimemtoa wapi saa hizi? Umetoka wapi? Ulikuwa wapi usiku huu Jamila? Nakuuliza wewe, ulikuwa wapi usiku huu? Naongea na wewe Jamila, umetoka wapi usiku huu? Kwa hiyo mdomo wako huwezi kujibu, si ndio? Au nikuwashe vimbao ndio ujibu, si ndio? Unatoka wapi? Mama, mwanao hawezi kuongea. Kozi. Mwanao nimemtoa kwa wanaume. Tena uwezi amini mwanaume wake mwenyewe kipofu. Na ndo anapopeleka chakula. Jamila. Kipofu. Jamila, unatoa chakula changu ndani, unapelekea vipofu wako. Hivi Jamila wewe una akili timamu wewe? Anachoongea kwa kako ni kweli? Nakuuliza, anachoongea kwa kako ni kweli? Lakini nini? Hivi Jamila, unataka nikufanye nini wewe? Kwa unatoa chakula changu unapelekea vipofu. Kwa huyo kipofu ndio umemwona mwanaume, si ndio? Unataka nikufanye nini wewe Jamila wewe mwanangu? Kwa unataka unitoe roho mimi nife wakati bado nina uhitaji? Na bado takunyosha kenge mkubwa wewe. Kwa hiyo unatoa chakula ndani kwangu unapelekea vipofu wako, si ndio? Nakuuliza wewe. Hivi wewe Jamila, una akili kweli wewe? Hivi utakuwa lini wewe pumbavu wewe? Utakuwa lini nakuuliza? Toka hapa nisije nikakuua mimi. Hivi matoto haya jamani, usipozaa unaonekana mgumba. Ukizaa unaonekana nifanye nini mimi? Yaani baby bali. Unajua haya mambo ya hao wasanii hawa mimi yanakuwa yananifurahisha sana. Kuna huyo jamaa huyu waambia huyu. Nani huyu anaitwa Chuma. Mweusi. Chuma. Yule Chuma Mimi nashangaa yule jamaa. Nilikuwa nafuatilia mambo yake yote kwenye kuimba. Yaani yeye kila kwenye kuimba lazima aweke mkono huko. Halafu lazima yani uone akishaweka huku lazima kwanza kabla hajaimba lazima kwanza aite mizuka. Utasikia sasa nimeshakuja kugundua kumbe mizuka mingi inapatikana huku. Sio kwamba eti mizuka iko huku. Yaani kule miko ya wana hip hop ile. Yaani akishika huku hivi akashika mic, hapo ndo anachana fresh.
kwa sababu anakuwa na control ile. Mezuka si iko huko. Yani kuwa na hama nafanya nini nafanya kama hivyo yani. Kama hivyo anakuwa anachana akisimama stage kama mfano kama ndio mic. Chochote mama sema tena sema mapema kaza. Sasa wewe unaraidika sauti. Wewe hawaraideshe. Hata mimi ninachojua mwimba hip hop wote lazima kidogo sauti iwe nzito nzito. Sasa mjomba analegeza sauti hip hop ya wapi? Sasa wewe Morogoro, wewe na mambo ya muziki wapi na wapi? Morogoro tangu lini akajua muziki? Wewe tunachojua ambacho unaweza ukachangia tukasema kwamba una professional nacho, labda tuongelee majaroba. Kufuga maboko huyu kwanza. Nani Yankila alivyoimba kwenye ile nyimbo. Ndio kama hiyo nilikuwa nataka kuimba sasa. Yule wewe unaosema hii nani? Chochote mama sema tena sema mapema kabla hata hujakata tamaa. Wanasema ni uchanze siyajue mapenzi wanataka upate ukisha. Wote za kisista doko takavetoga do wakati hari ni doni. Tena aje kwa miguu atakawa mataga do siku tukikora koni. Rangi. Umefuata nini hapa? Nimekuja kuongea na wewe Malangilangi. Kwa hiyo umeona umeniaibisha mtaani. Ukaona haitoshi. Unataka sasa uje uniaibishe na mbele za ndugu zangu, si ndio? Umeona haitoshi. Niaibishe. Malangilangi hapana. Nimekuja kukuambia ile ombi lako nimelikubali. Lipi? Sema sasa, si useme lipi. Sema. Mapenzi. Wasiwasi. Rudia tena kusema. Nimekubali kabisa fresh. Niliota. Malaika nani litokea usiku akaniambia hili jambo linaenda kutendeka. Njoo kidogo. Thibitisha. Ndio mwingi hata bosi nilitafuta kwa watu. Thibitisha. Weka bosi wangu. Thibitisha mama. Bana usinuse bana wewe na nini? Weka hapo na nini zako. Asikia kweli unasisi mboka jamani mimi. Kweli mezuka iko huko. Morogoro. Unataka kusema? Kwambia watu kama sisi ni international. Tunafatwa. Sasa Mr. Ganza. Sema, acha niondoke na shemeji yenu. Nadhani nitawacheki. Nitawacheki. Manyeka. Tulia kipofu wewe. Hivi ulikuwa unaenda wapi? Samahani. Mimi nilikuwa naelekea barabarani kutafuta dawa. Ila nisamehe kaka yangu kama nimekuwa. Hivyo unafikiri unaweza kunigonga mimi? Sasa nisikilize kwa makini. Ukisikia harufu yangu, jua jinamizi limekuja mbele yako. Na usipoweza kukaa mbali na mdogo wangu, utakukata hii miguu yako. Na usione wala kutembea, ndio hapo utajihisi kwa nini.
Naomba fungu langu. Jamila. Umefuata nini tena? Ni bora ungeondoka, ungeniacha nibaki kuwa salama. Sana ondoka. Lakini msamehe. Jamila, nimesha kusamehe. Lakini wewe unijali. Kama ungekuwa unanijali, basi ungemwambia kakako kwamba mimi sina mahusiano na wewe. Mimi ni rafiki yako tu. Jamila, naomba uende. Ondoka Jamila. Naomba usirudi tena hapa kwangu. Ndio msipoliza kufanikiwa. Ndio pesa. Wewe James. Wewe vipi? Mbona kurupu kuna nini? Ha? Kwa nini umempiga? Kwa nini umempiga na nilikwambia sina mahusiano naye? Kwa hiyo umelizika, si ndio? Nakuuliza, kwa hiyo umelizika? Aha, kumbe unamzungumzia Roho kipofu. Basi sawa. Ngoja nikwambie kitu. Lile ni trailer. Wewe umeenda kumwona? Sasa atakupa mkanda kamili. Jamani, kuna mtu anahitaji kurudia raundi? Yaani ninavyokuambia nimepunguza uzito, nilikuwa na uzito. Unaonekana. Mimi sasa nilikwambia wewe Muruguru. Tena usikuwa unajifanya na besha nini? Uko na besha nini sasa? Mjomba, Mr. Ganza. Safi. Fresh mwanangu. Mimi nakupenda. Unaweza mkaa nani? mimi mjomba, ngoja nikapige maji kwanza. Wewe. Morogoro. Ngepese. Nije. Wanakuta hapo nje kidogo. Sawa. Kwa nasikia mapigo yako. Sema kuenda wewe kiboko. Katika wako mume nani wewe. Toto. Yaani wewe, mimi unajua ni una maajabu kibao. Na mboke huna maajabu kabisa wewe. Basi mimi ambapo nilikuwa natumia muda mwingi kukufuatilia, ukipeta unatekesa. Ukipeta wewe ni wewe. Mimi nikajua atakuja kufaidi. Yaani mpaka nimewaita na wenzangu kwa sababu kuna maajabu. Na labda nikwambie tu kitu ambacho labda kitakusaidia mbele. Wenzako ukutana na wenzao huwa kuna wanatumia raza. Wanakuwa na sauti fulani hivi, sauti inamtoa simba nyekani. Haya jamani bebe, jamani wewe kama ng'ombe, kama ndama imekosa maziwa. Gani umenivuruga kichwa changu, sijawahi kwa. Nimeita paka marafiki zangu waje kwa kukande. Na labda nikwambie kwamba mimi sina roho mbaya. Maana hata ukisoma katika yule na mtu umeshasema kwamba ole wao wafanyao afu wakazurumua watapatao habari za
Nani? Mimi arifi 10. Mwenzangu arifi 10. Sema yule mwingine hajapiga sana. Yule ibidi hata arifi 4 tu. Alafu huna maajabu. Haya. Shida zitakuua. Sasa kufumba na kufumboa. Naliona ile shoka hili. Hutawahi kuliona tena kwenye hii dunia. Ile lenyewe hili ningekupa uende nalo, sema basi sina lingine. Haya. Sije nikakuzaba banzi. Kinachotakiwa unatakiwa muombe Mungu tu. Na sio kumlaumu. Ni kitu machozi. Umefuata nini hapa? Nakuuliza umefuata nini hapa? Au unataka kuona ndugu yangu ikikatwa? Naomba uondoke, usirudi tena. Usije karibu yangu. Acha kunijua. Acha Jamila. Sistahili kuwa karibu yako. Wala sistahili msaada wako wowote. Wala sistahili kuwa karibu yako tena. Kaa mbali na mimi Jamila. Ondoka mbali sana, usije tena kwangu. Toka. Nenda Jamila. Sawa Chris, naondoka. Lakini nakuomba nikuambie kitu kimoja. Naomba unipe nafasi ya mwisho. Kuna jambo nataka niwahakikishie familia yangu. Kwamba wewe sio mpenzi wangu, ni rafiki yangu. Na kuhusu ugonjwa wako, nishaongea na daktari. Ameniambia unaweza kupona, ukarudi kuona kama watu wengine, ukafanya kazi kama watu wengine. Chris, naomba uniamini. Wewe utawezaje? Kuna pesa kidogo ambayo ninayo nyumbani. Na nilimwambia daktari tutakuwa tunalipa kidogo kidogo. Na daktari alinikubalia Chris. Sawa. Nimekuelewa sana Jamila. Lakini baada ya mimi kuona malipo yake ni nini? Chris, hamna malipo yoyote. Nakusaidia tu. Asante sana Jamila. Sawa, nimekuelewa. Lakini
nilikuwa na ombi moja kwako. Yaani kwa mfano nikija nikiona na nikakuona mbele yangu, naomba tuwe kitu kimoja. Yaani naomba nikuoe. Chris, tuachane na hayo kwanza. Tufanye hili, hao mengine yatakuja tu. Dokta, naendelea vizuri, nakushukuru Mungu. Sawa. Sasa Chris, Naam. unajua mpaka sasa ndugu yako hapatikani na hakuna connection yoyote kuhusu wewe na yeye. Unajua ni kiasi kikubwa sana cha pesa tunakodai. Una wiki ya 3 sasa, hakuna ndugu yako yote aliyekuja. Tunakupa siku 2. Hichi kitanda kinahitaji wagonjwa. Hii sio hospitali ya msaada. Sijui umenielewa? Sawa, nikusikia. Samahani dokta, kama nilivyotanguliza kusema hapo awali, nilikuwa nahitaji tuzungumzie kuhusu yule mgonjwa niliyokutwa naongea naye pale. Kama utojali. Okay, yule kijana unamjua? Hapana, simfahamu, ila nahitaji nimfahamu zaidi kutokea kwako. Ila nimepata msukumo kwa sababu hapo awali nilikuwa na mwanaume kama yeye na alikuwa na matatizo yale yale. Kwa hiyo ninapomwona mtu yuko vile huwaga naumia sana. Alafu nilishampotezaga. Kwa hiyo ndio maana nimepata msukumo wa kumsaidia. Sawa. Huyu kijana alikuja ni mgonjwa sana. Mgonjwa wa macho. Ndiyo. Alikuwa haoni kabisa. Aliletwa na binti mmoja. Wakawa wamelipia kiasi cha pesa kidogo. Wakasema nyingine wanaenda kuleta. Lakini tangu aondoke mpaka sasa hivi hawajarudi. Tunapiga simu hazipatikani. Hata tuelewi walipotelea wapi. Sawa, mimi nimekuelewa dokta. Yaani mpaka nafanya hivi yote haya kwa sababu nilishakuaga na mtu kama yeye mwenye matatizo yale yale. Na ndio maana nimepata msukumo wa kumsaidia. Sihitaji kumpoteza tena kwa upande wake. Kwa hiyo katika hilo wewe ondoa shaka. Basi sawa. Jamila, kweli Mungu ni mwema sana. Ilikuwa ni ngumu sana kuamini kama mimi ningekuja kuona tena, lakini wewe ulinivumilia kwenye shida zote na haukuwahi kunichoka. Asante sana. Usijali. Unajua nilikuwa najaribu kutimiza moja ya ahadi zangu. Pia kwa kuwa umepona, kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. So
tulizungumza na dokta, alinishauri nisikwambie mpaka utakapokuwa sawa. Sasa kwa kuwa umepona, nataka niseme ni kwamba Hebu subiri. Kabla hujasema hicho kitu, kuna jambo muhimu sana nimekumbuka. Jambo gani? Fumba macho yako. Macho tena. Sawa. Tayari. Hakikisha usione hata chembe. Sioni bwana. Hizi ngapi? Sioni bwana. Fungua macho yako. Naomba nikamilisha ahadi yangu. Ulinivumilia kipindi kigumu na haukuwahi kunichoka. Ulinivumilia kwenye matatizo lakini haukuniacha. Lakini nilikwambia kwamba nikija kuona na nikakuona mbele yangu, naomba nikuoe. Lakini please. Naomba unisikilize. Naomba uwe mke wangu. Huyu nani? Mimi sijui. Naona kanikumbatia tu. Hebu tuondoke. Naomba nifungulie gari nyingine. Sikuelewi kabisa. Sikuelewi katika hili. Yaani uweze kuniambia kitu mimi nikakuelewa. Sio kweli. Mke wangu. Naomba basi uniamini mimi. Mbona mimi simjui yule mtu? Na wala sijui alinijuaje unajua? Hivi Chris, unanichukulia mimi mtoto? Unanichukulia mimi mtoto? Mtu anakukumbatia kabisa kwa kukuhagi kama anakufahamu. Unaniambia kufahamu? Amfahamiani? Sio kweli. Okay, naomba nisikilize. Hebu punguza jazba. Sawa. Punguza jazba. Mke wangu unanifahamu mimi
kuliko mtu yoyote. Mimi nilitaka tu kufanya na... Ingia. Tena. Umefuata nini hapa? Naongea na wewe, umefuata nini hapa? Naomba utoke nje. Nisikilize Chris. Naomba unyamaze. Sitaki. Nisikilize. Mlishindwa kumalizana kule. Ameamua kuja tena paka nyumbani. Binti. Pita kae. Mke wangu, hebu subiri. Nisikilize. Mke wangu unasababisha matatizo. Matatizo unakaribisha ndani. Unamkaribishaje uchizi humu ndani? Binti, nimekuambia pita pale kaa. Nataka kujua wewe ni nani na unataka nini katika hii familia. Pita ukae. Hebu subiri. Subiri, shuka chini. Alafu ongea faster. Dakika 2 tu. Ukimaliza toka. Maana usije ukachafua ya hewa humu ndani. Binti, nakusikiliza. Naitwa Jamila. Nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Chris. Alikuwa ni mpole, mstaarabu na mwenye upendo mwingi sana. Lakini alikuwa ni kipofu. Nilijitahidi sana kwenda hospitali nyingine apone. Ikafikia hatua mpaka nikaiba pesa nyumbani. Ili Mke wangu. Una nini? Una nini? Mama! Nini? Nini? Inuka. Taratibu, mwache. Hebu inuka taratibu. Taratibu. Dokta. Vipi mgonjwa wangu? Na natumaini anaendelea vizuri. Asante. Naweza kwenda kumwona mke wangu? Dokta, nimekwambia naweza kwenda kumwona mke wangu. Chris. Pole sana. Mke wako
amesababisha yote yatokee. Teresa.